Haya, kwa hii video ya leo, sawa, tutapitia hizi mbili, patients na patient history, sawa. Sasa patients hapo ukibonyeza hapa ndipo unakutana na wagonjwa ambao nesi ambaye atakiwa kuhusika nao, sawa. Kwa kama wako wengi anaweza kasearch hapa, ina shida kasearch, sawa. Sisi tunaye mmoja kwa ajili ya sample, sawa. Kwa cha msingi tukifanya mgonjwa ndio huyu hapa, ataona umri wake, ataona nani diagnosis yake. Sasa tukifanya ataingia kwenye view hapa. Kwenye view hapa sasa atakutana na zile forms za kujaza vital signs, liquid intake and output, medication, service and consumables and procedures. So ngo tuanze na record vital sign. So hapa nesi atajaza kila kitu kuhusu mgonjwa. Pulse rate, respiratory rate, awareness level, yani zile forms zile ambazo zile taarifa ambazo nesi atakiwa zijaze hapo ataweza kujaza. Kwa kishamaliza atabonyeza just save medication history. So hiyo ina shida. Akitoka hapo atamia kwenye record kwenye liquid intake and output. Kwa ata record kila kitu kuhusu hiyo sehemu. Sawa? Bali kila kitu, then feeding, all fluid, kila kitu hapo. Baadaye ata save the records. So record hizo zitakuwa recorded. Kimu nyingine atabonyeza kwenye record medication. Sawa, hapa ataandika jina la dawa, dosage labda strength 150 mg na kuendelea, na muda na tarehe ambayo akampatia mgonjwa. Sasa muda mwingine mgonjwa anaweza kupatiwa dawa zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Kwa anaweza akaongeza nazo medication, sawa. Akaongeza anazo medication kama ziko 3, sawa. Pia hizi anaweza akatoa tu kama remove medication, haina shida. Kwa remove hivi baadaye anakuja tu abonyeza point submit, ataziona hapa. Sasa akitaka kuona kwamba dawa ambazo shika kumpatia anakuja kwenye view medication records, sawa. So atabonyeza hapa, ataona baadhi ya dawa ambazo shika kumpatia, sawa, hizi hapa. Kwa akimaliza hapa anabonyeza to go back, maisha yanaendelea. Yaani ile kitu kile kwa service and consumables hapa atakuwa na anaweka vitu ambavyo mgonjwa shika kumpatia, sawa. Pamoja na mimi. Kwa hapa atakuwa na vitu ambavyo mgonjwa shika kumpatia. So atabonyeza hapa add new records. Sawa. Hapo kwa ataandika labda alisha huyu labda nika mfano wa kitu labda spirit. Ndio kama spirit ilikuwa consumables, lakini hii shida. Spirit. Sawa, quantity labda 2. Service date. Sawa, labda siku ya leo tu. Siku ya leo. Leo tarehe 10 mwezi wa 5. Sawa. Hapa unaweza ukaamua add another record. Kama kuna another record, unatoa tu remove record, sawa. Baadaye una submit, sawa. Submit, utaona ujumbe kama huo kwamba service and consumables recorded successfully. So ukirudi hapa ukarefresh, watu waone. Utaona spirit hapa, sawa, na tarehe ya leo utaiona. Na quantity hapo. Kwa ndivyo jinsi unavyo add records of services and consumables, sawa, kwa huyo mgonjwa husika. Then procedure the same kama tulivyofanya kwingine huko. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya procedure. Kwa hiyo utakuja kubonyeza hapa add new procedure, sawa. Unaweza ukaadi another procedure ukajaza hizo taarifa na mimi hamna shida, sawa. Baadaye submit. Haya, cancel, sawa. Sasa kwa hiyo nyuma sasa ukishaikodi kila kitu, sasa unakuja upande wa patient history, sawa. Sasa hapo utaona list ya wagonjwa wako wote, then uta view history zao jinsi ulivyowahudumia, sawa. Kwa utaona kuna upande wa vital sign, upande wa medication dawa za kuwapatia, consumables ambazo zishawahi kutumika, sawa. Consumables ambazo zishawahi kutumika ndio kaziona hapo kila kitu, then na procedure, sawa, na recommendation ambazo nimeshawahi kutoa kuhusu mgonjwa kaziona hapo. Kwa hiyo hapo kwa tukifanya ukirudi tu hapa nyuma kwamba unaingia kwa mgonjwa husika ndio unasema vivyo history. Kwa hapa tutakuwa kuna list ya wagonjwa wote, sawa. Hivyo kingine nafikiri kwa hii video ngoja tuishie hapa, sawa. Tukija tutapitia jinsi ya kuomba funds, ya kuomba likizo na seti order, sawa, na kuomba orders. Haya.